Kadiri unavyozidi kukua katika ufunuo wa siku za mwisho, kadiri unavyokuja kuelewa kwamba siku za mwisho ni Luka kabla ya dhiki, Marko katikati ya dhiki na Mathayo baada ya dhiki. Kadiri unavyokuja kuelewa kwamba siku za mwisho ni sehemu inayoitwa juu, ambayo inawakilisha siku 50 ikifuatiwa na miaka 7 ya mihuri na miaka 7 ya tarumbeta. Sasa umekuja kuelewa kwamba hiyo inawakilisha hotuba ya Luka, kisha hotuba ya Marko na kisha hotuba ya Mathayo. Unaona, tumeshiriki nawe pia kwamba tofauti zote ndani ya injili za Synoptic daima zinahusu unabii. Unaona, tumeonyesha kwamba kuna kuja mara 3 zilizofunuliwa katika hotuba hizo 3. Na katika ya Luka tulikuonyesha kwamba inasema wakati Bwana anapokuja katika wingu moja. Katika Marko inasema wakati anapokuja katika mawingu kwa wingi. Lakini katika Mathayo inasema wakati anapokuja juu ya mawingu kwa wingi. Hiyo ni kurudi kwake wakati anapokuja na kutua miguu yake kwenye mlima wa Mizeituni. Pia tumeshiriki kwa nini hotuba ya Mathayo inasema pia itakuwa kama siku za Nuhu, kwa sababu inawakilisha mwaka huo wa mwisho, mwaka huo wa 14, wakati Bwana anaporudi na kutua miguu yake kwenye mlima wa Mizeituni. Naam, wacha nikuonyeshe nyingine ya kuvutia. Katika Mathayo 24 mstari wa 3 walimuuliza Yesu ni nini kitakuwa ishara ya kuja kwake na ya mwisho wa dunia. Sasa hilo linapatikana tu katika hotuba ya Mathayo. Bila shaka ndivyo ilivyo. Neno hilo la kuja linatumika mara 4 katika injili zote, lakini katika Mathayo sura ya 24 pekee. Linatumika mara 4 katika Mathayo 24 katika hotuba yake, kwa sababu linahusu kuja kwa Bwana kihalisi na kutua miguu yake kwenye mlima wa Mizeituni. Na kisha wanasema nini? Na ya mwisho wa dunia. Kwa nini? Kwa sababu atakaporudi na kutua miguu yake kwenye mlima wa Mizeituni, sasa atakuwa hapa milele hadi mwisho wa dunia, hadi mwisho wa utawala wa miaka 1000. Na tunaona hili ukielewa sasa kwamba ni injili ya Luka, kisha injili ya Marko na kisha ya Mathayo katika unabii. Unapofika Mathayo sura ya 28 mstari wa 20, mstari wa mwisho katika injili ya Mathayo inasema kihalisi, Bwana sasa yuko hapa pamoja nao hadi mwisho wa dunia. Kihalisi ni picha yake sasa akiwa hapa pamoja nao hadi mwisho wa utawala wa miaka 1000. Inapendeza sana unapoiona. Inafurahisha sana kuelewa tofauti hizi. Ninaomba ikubariki. Waheri kwa sasa.